Bila shaka leo tutakwenda kutazama dhiqu unuqi rahmi, maana yake kusinyaa kwa shingo la uzazi kwa wakina dada pamoja na wakina mama. Darsa yetu ya leo itakwenda kueleza hayo na nini suluhisho lake. Walituambia mashekh zetu, yurafu dhiqu unuqi rahmi, hutambulika na kufahamika tatizo la mtu mwenye kizazi kinachobana au kinachosinyaa kwa sababu ni mbanano au kusinyaa ambako hasa katika sehemu ambazo sehemu hizo ndio njia za kike ambazo zinazobeba mbegu za kiume kutoka katika sehemu ya kike na kuelekea katika sehemu ya kizazi cha huyu mwanamama. Utaona ule mlango wa shingo la kizazi unakuwa mdogo sana, na likibana shingo la kizazi kuna mambo mengi sana yanaweza kujitokeza, mwanadada akajikuta anaingia katika matatizo ya aina mbalimbali. Na wapo wakina dada ambao mdomo wa shingo la kizazi unakuwa umefunga kabisa, na wapo baadhi ya kina dada au kina mama mdomo wa fuko la kizazi au shingo ya kizazi unakuwa umebakia kidogo sana. Sababu za kina dada au baadhi ya kina mama kwa maana shingo la kizazi kufanyaje, kusinyaa au kuziba, sababu zake ni nini? Maana yake ni wale kina dada ambao wamefanyiwa operation katika sehemu ya unuqur rahmi, yani wamefanyiwa operation haikwenda vizuri, hivyo inaleta madhara katika unuqur rahmi, shingo ya kizazi. Sasa inachofanya inasinyaa kwa hawa baadhi ya kina dada. Sababu ya pili, inawezekana mwanadada au mwanamama akawa amezaliwa na tatizo la kizazi ambacho kilichosinyaa au kilichojifunga kabisa katika sehemu ya mdomo wa shingo la kizazi, kazaliwa hivyo. Lakini jambo la tatu ni kutokea kwa maana infection katika zile tasannuj, kwa maana katika tishu zinazopatikana katika mdomo wa shingo ya kizazi. Lakini kadhalika sababu nyingine, al-isabatu bisirtani unuqi rahmi, ni mwanadada kupatwa na vimelea vya kansa ya shingo la kizazi au akawa na kansa katika tumbo la uzazi. Lakini sababu nyingine ni mwanadada anaweza akasibiwa katika sehemu ya shingo la kizazi au kizazi chenyewe, akasibiwa na baadhi ya bakteria ambao wakawa wanashambulia katika sehemu za uzazi. Lakini miongoni mwa sababu nyingine ni hawa kina dada kuwa wanatumia matibabu ya mionzi hasa katika sehemu ya shingo ya kizazi. Miongoni mwa sababu nyingine ni pale ambapo utapomwona mwanadada au mwanamama amefikia ule wakati wake wa kukoma ada, haendi tena ada, pia shingo la kizazi huwa linabana, na inawezekana ikapelekea kubana kwa shingo ya kizazi. Hii inaweza ikapelekea damu ikawa inajazana katika sehemu ya kizazi chenyewe. Atakuwa ni mtu ambaye anasikia tumbo linawaka moto sana, nayo ni kwa sababu tumbo linamuuma. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kurejea damu ya hedhi au damu ya mzunguko wake wa mwezi ambayo inatakiwa itolewe nje, inarejea ila tajwifi alhaudhi katika sehemu ya tumbo la kizazi chenyewe. Kama hiyo haitoshi, ila imkania tarakumi alqaihi fi rahmi, hii inaweza ikapelekea pia kusongamana kwa usaha katika sehemu ya kizazi. Matibabu sasa, kitu cha kwanza ambacho kinachotakiwa atafute ni kitu kinachoitwa almirimia. Kitu cha pili alyansun. Kitu cha tatu azataru. Kitu cha nne albabunji au albabunaji. Kitu cha tano alqurfa. Kitu cha sita shayul akhdari, na kitu cha saba athaumu. Hivi ndio vitu ambavyo natakiwa wewe uvitafute. Ukishavipata hivi vyote huwa vinasagwa kwa pamoja, vinatengenezwa juice, kisha unaichuja. Alafu utatumia kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja mchana, kikombe kimoja jioni. Yatatumiwa matumizi hayo takriban kwa muda wa masiku yasiyopungua 35 yanayofatana. Na lau kama mtu utashindwa kuziandaa hizo, basi kwetu sisi dawa zipo, zishaandaliwa kwa ajili ya matumizi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 074886 97
33 au 0659 86 97 34.